imeandikwa mbinguni, siku ambayo haitachelewa, siku ambayo hakuna ajuaye saa yake. Lakini maandiko yalisema itakuja. Yesu mwenyewe alinena zamani, akisema, sikilizeni maneno yangu, kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Watu walikula na kunywa, walioa na kuolewa, walijenga na kupanga mipango, lakini hawakujua mwisho unakuja. Mpaka siku ile Nuhu alipoingia safinani na mlango kafungwa ghafla, mvua ikaanza kunyesha juu yao na dunia ikajaa vilio. Lakini leo nasema, sikilizeni, hii si kama siku ya Nuhu, hii si kama Sodoma na Gomora. Huu ni mwisho wa kila kitu, kwa maana Biblia ilisema wazi kwamba kutakuwa na siku ya hukumu, ambapo mbingu na nchi zitatikiswa na kila mwanadamu atasimama mbele ya Mungu. Mlango utafungwa siku ile ikifika, hakutakuwa na muda tena wa kutafuta rehema. Mlango utafungwa. Sikieni sauti kwa wale waliomkataa Yesu, hakutakuwa na njia ya kurudi. Danieli aliona maono ya mwisho, akaona wakati wa mwisho. Falme zikaanguka mbele yake, lakini ufalme wa Mungu kasimama milele. Yohana naye aliona katika ufunuo mbingu zikifunguliwa mbele yake, akaona mji mtakatifu ukishuka kutoka mbinguni, lakini pia akaona hukumu. Akaona vitabu vikifunguliwa na kila mtu akahukumiwa kwa matendo yake duniani. Na hapo ndipo dunia itagawanyika makundi mawili mbele ya kiti cha enzi, kundi moja upande wa kulia na kundi lingine upande wa kushoto. Upande wa kulia watasimama kondoo, wale waliomwamini Kristo, wale waliotembea katika nuru na kushika kweli ya Mungu. Nao wataambiwa kwa sauti ya upendo, njooni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, ritini ufalme ulioandaliwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Furaha ya mbinguni, amani ya milele. Wale waliomwamini Yesu wataingia katika utukufu wake. Hakutakuwa na machozi tena, hakutakuwa na maumivu, hakutakuwa na kifo tena, kwa maana Mungu atakuwa pamoja nao. Lakini upande wa kushoto watakuwa wale waliokataa kweli, wale waliopenda giza kuliko nuru ya Mungu. Nao wataambiwa kwa huzuni, ondokeni kwangu, enyi waliolaaniwa, kwenda katika moto wa milele uliotayarishwa kwa Shetani na malaika zake. Siku ya huzuni, siku ya maumivu, kwa wale waliochezea neema na kucheka sauti ya Mungu. Hapo kutakuwa na kilio kikubwa na kusaga meno kwa maumivu. Wengi watasema kwa sauti ya hofu, Bwana, tufungulie mlango. Lakini mlango utakuwa umefungwa, na sauti itajibu kutoka ndani, siku
ipo.